na neema. Bwana amejaa, ni kama kusema Mungu, sifa za Mungu, amejaa huruma na neema. Like the Father, like the Son. Sisi tunataka tufanane na Mungu wetu. Mimi nimejaa, twende. Acha uongo. Eti mimi nimejaa huruma na neema. Uongo. Wewe umejaa vinyongo na visasi. Iga baba yako, like the Father, like the Son. Uwe kama baba yako, jifunze. Kuna mizigo umebeba, ni kwa sababu hujaamua kumuiga Yesu. Ndio maana unaiga vitu vya ajabu, unaiga mastaa wa dunia, unaiga sijui sifa za wapi. Na ndio maana unateseka. Kwa hiyo pumziko la kweli na faraja ya kweli utaipata utakapoamua kumwilisha Yesu na kuamua kumfuata, kujivika nira yake, kumjivika Yesu na kuamua kukaa na Yesu. Ndugu zangu wapendwa, ukiwa na Yesu huwezi kufurahia maumivu ya mwenzako. Mwenzako akiumia lazima utalia naye. Ndivyo Yesu alivyokuwa. Yesu hakufurahia maumivu, hakufurahia maumivu ya ugonjwa. Na vibaya. Watu wengi tunajificha dini. Tunatumia matakatifu kujifanya wema. Lakini ukweli ni kwamba tunatumia dini kuficha dhambi zetu. Na hii inafanya tunajiuliza, huyu mtu anasali huyu kweli? Tupo Kariakoo tunauza nguo pamoja. Mbona anatafuta majambazi waniibie ili mimi nirudi nyuma? Kwa nini mimi niko nyumbani, jirani hatuongei, tunapambana? Kwa nini? Kwa nini? Ni kwa sababu hawa watu wamekataa kumwilisha Yesu. Kwa ndugu zangu tulioko hapa, haijalishi wewe umetoka kanisa gani, haijalishi wewe sema ule padri Mkatoliki, yani wewe kama una mawazo haya utajiju. Hii hapa nakupa tu point ya ukweli. Mimi nakuambia, pambana na unafiki wako, pambana nao, jieleze ukweli. Mimi nataka nifanane na Yesu. Vigelegele vya watu na shangwe za watu hazimpelekagi mtu mbinguni. Lazima uangalie ndani moyoni mwangu, Mungu nafanana na wewe au naigiza maisha? Ukiona kwamba siko hivyo, unaambia Yesu, naomba nianze sasa kujifanyia operation. Huu mbea baba, kuongea maneno ya watu, naomba niache. Anza na mimi, mdomo wangu Mungu. Ndio namna ya kujifanyia operation. Ndugu zangu, dunia inapotea kwa sababu ya watu wengi wanaojificha kwenye dhambi. Wengi wanajificha kwenye dhambi. Wanafurahia kupongezwa kwa nje, lakini ndani wana uozo, wananuka. Haya yote ni mizigo ambayo hutaweza kupakua mwepesi mpaka umeamua kukimbia kwa Yesu. Kwa Yesu atakwambia, mwanangu, pruning. Mimi ni mzabibu. Prune. Lazima kukata baadhi ya mambo. Ukiyakata unakuwa mwepesi. Ndugu zangu wapendwa, yapo mengi ambayo naweza kuongea hapa. Namna ya kuwa mwepesi, kutokuigaiga maisha ya watu. Ridhika pia kama mwanamama. Kati ya mizigo mliobeba mikubwa ni kutokujikubali. Hili linatesa sana. Yaani unajiangalia, unaona kwa nini singekuwa kama mama nani? Ningetakiwa niwe kama mama nani bwana. Mbona nimenenepa sana? Mbona nimekuwa hivi? Hujikubali, yani upo unaamua kutembea na simanzi na maumivu kwa sababu unajilinganisha na wengine. Hii itakutesa. Itakutesa. Ipokee. Jione wewe ni baraka. Na ukishajiona wewe ni baraka, basi jikubali. Wengi wetu tunatamani maisha ya wengine. Ana mali kidogo, nataka kuwa kama yeye. Sio na nini? Lakini nikuombe, jifunze kujikubali. Ukiwa kama Yesu, hutakuepa masengenyo.
Hutakwepa kusemwa vibaya. Naomba ili mlisikie vizuri. Hii ni dozi ya wengi. Naomba mnisikize. Kusengenywa mnaogopa sana kusemwa. Lakini Yesu ametoka mbinguni. Yesu mwana wa Mungu kutoka mbinguni akaja duniani, akakutana kina mama wanatokwa na damu miaka 12. Watu wamelala makaburini miaka, wakawa baada ya kukutana na Yesu wakapona. Badala ya watu washangilie, wakasema Yesu anatoa pepo kwa Beelzebul, mkuu wa pepo. Ni kama kuitwa Freemason siku hizi. Siku hizi hata ukijenga kanyumba kazuri tu, watu wanasema Freemason. Mungu ameonekana kama hana uwezo wa kumpa mtu hela ya kujenga. Mungu ameonekana kama hana uwezo wa kumpa mtu hela ya kununua gari. Yaani sasa hivi sifa zinaenda kwa shetani. Sasa ndugu zangu wapendwa, Yesu ameitwa Beelzebul, mkuu wa pepo. Yesu kutoka mbinguni, mwana wa Mungu kutoka mbinguni. Na wewe Mpare kutoka Same, itakuwaje? Na wewe Msukuma kutoka Kagera, itakuwaje? Kwa hiyo naombeni kina mama, kati ya vitu vinavyowaumiza ni kusemwa vibaya. Naomba uambie moyo wako, najiandaa kuumizwa na mtu yeyote, hata yule naye mpenda kupita kiasi. Jiandae kwamba moyo wangu najiandaa kuumizwa na mtu yeyote, hata kama ni mume wangu najiandaa. Ikitokea nasema tu vigezo na masharti vimezingatiwa, unakuwa na amani. Lakini mara nyingi, wakati mwingine sisi tunaumizwa, na kuumizwa kwetu ndio kunatufanya tunatembea na mizigo, tunateseka mpaka tunapinda, tunazeeka kabla ya muda, kwa sababu ya kubeba watu. Watu wamekusema kitu kidogo, unashindwa hata kulala, unakigeuza, unaangalia huku, unaangalia huku. Naombeni kina mama zangu mliokuja kwenye hii mkutano huu, naombeni kila mmoja ajiandae kusengenywa. Hutakwepa kabisa duniani, hutakwepa. Watu wana mdomo, na mdomo, kazi ya mdomo ni mbili: kula na kuongea. Na katika kuongea wataamua chochote. Huwezi kuandikia barua uambie jamani naombeni msimange vizuri. Wataamua wenyewe, leo tumrosti, tumchemshe au tumwekee pilipili ya kawaida. Ni juu yao, wataamua. Sasa wewe epuka kuchunguza nani amenisema nini. Utakufa. Watu wana mdomo, wataamua chochote. Watakuona pengine umekula wali wako kitambi hicho hapo, wanaanza kusema amepata mimba na uzee huu. Tayari wewe mwenyewe unajijua kwamba huna mimba. Nimekula tu wali, kitambi kimepanda. Unaja kuadhirishia kuambia jamani sina mimba. Nawaambia niangalieni ya nini? Watasubiri uzae, hakuna mtoto anazaliwa. Na mimba haifichwi kwa kofi wala kwa sweta, siku tu itatokea. Kwa hiyo ndugu zangu, kuna vitu mnakimbizana navyo, vinawaumiza kweli, vinawatesa, mnaumia, mnahangaika, mnashindwa kuelewana, mnaishi kwa chuki kwa sababu mtu fulani alisema kitu fulani. Mimi nakwambia hutaweza kuwakwepesha wanadamu. Watu wataongea tu. Wewe ukizaliwa, ukifa, kama marehemu anasengenywa, wewe uliye hai, oja sikia watu wanasengenya marehemu. Naombeni hili eneo, naombeni mjifunze hili hapa. Mmekuja mmeweka mizigo yenu hapa, naombeni muitue hapa. Sasa jifunze kuwa na, lazima ujifunze pia kuishi na binadamu. Watu ni tofauti. Sasa ukitaka uishi tu watu waendane na wewe tu, ni kutaka kuwabadilisha. Hawataka wafanane na wewe, tuko tofauti. Ni kama maua yenye rangi tofauti tofauti. Kwa hiyo usijiumize, usiteseke kuchukia kwa sababu ya tabia ya mtu mwingine. Mtu mwingine anaumia, anafanya kitu kibaya, wewe unapata adhabu wewe. Yaani wewe unakasirika. Ni kama ile anasema pilipili ya shamba amekula mwingine, wewe unaosha. Huyu mama simpendi, yani anavyotembea. Anatembea nini? Ana kidonda kwenye paja, unajua? Hata kutangazia. Kuna wengine wakitembea, hata wanajua vizuri, huwa wanaongea vizuri. Kina mama huwa wana maumbo tofauti tofauti. Na wakati ambacho kitu ambacho kinawapa stress ni kutaka kujilinganisha na mwingine. Kama nilivyowaambia,
Wewe ni vizuri ujijue wewe mwenyewe umbo lako ni namba ngapi. Na tolea tu mfano haraka haraka. Unajicheki tu, unajiangalia. Nitakutajia maumbo haraka haraka tu alafu nitaendelea kwenye neno. Maumbo kwa mfano namba 9, mfano. Namba 9 ni kama hii mic. Manake mnene. Manake juu ni mnene, chini mwembamba. Sasa kuna nguo za kuvaa. Namba 9 kuna nguo zako. Huwezi kuvaa tu. Namba 9 eti unavaa kimini. Haiendi. Utasema hivi miguu vya nzige vimetoka wapi? Namba 9. Namba 9 unatakiwa uvae full kama kanzu yangu hivi. Pop. Yaani unaficha kote, watu wanafikiri uko saizi moja. Kumbe kuna rungu ya Masai imesimama. Kwa hiyo sasa wewe eti wewe uko namba 9 unataka kujifananisha na binti sijui anavaa sijui hata pengine chipukizi. Unayo unataka kuwa kama yeye. Haiendi. Lazima ujikubali jamani. Mimi kwanza ni mama, muda umeshaenda, nimeshanyonyesha watoto wangu, maziwa nayo pia yameshuka, namshukuru Mwenyezi Mungu. Mambo ya kuhangaika tena sijui nianze kuyaning'iniza huko juu. Haiendi. Unaanza kutundika huko juu, unatembea tena kama kuku. Mizigo mingine inawatesa, mnateseka wenyewe, mnaishia mahali kujichukia bila sababu yoyote. Huna haja ya kujichukia, jipende. Umeelewa? Naomba namba 9 uliyeko hapo ujikubali. Namba 9 jikubali. Na ukijiangalia kama mama, ni vizuri pia ujiangalie. Muda wangu uko wapi? Wakatoliki wanajua sasa hivi tunafanya njia za msalaba. Unaangalia kituo. Niko kituo cha ngapi katika vile vituo? Kama uko kwenye kituo cha 10, usijifanye uko kituo cha 4. Sijui watu sasa hivi mimi ni mama kwa kweli hizi nywele hazina ushirikiano. Ngoja ninunue wigi nipige hapo pap, angalau nipendeze. Safi. Tena unaenda kuangalia unashonea unasuka tena vinywele viwili, vinakaa huku nyuma unainama vinadondoka tena, unaanza kupata pressure. Jamani na mdomo, mimi na mdomo. Ndugu zangu wapendwa, tuachane na hilo. Tuende tutajie tu hizo namba haraka haraka. Namba 6. Namba 6 unageuza mic. Manake Namba 6 akivaa kimini na blouse sawa tu. Inaendana. Suruali na blouse sawa tu. Mna shida. Namba 6 asivae dera. Kwa sababu dera linajikusanya hapa nyuma lote. Inakuwa kama mtu amekusanya nguo kwenye rungu. Namba 9 nimemwambieni nguo yake ni kama dera smart safi. Namba 8. Namba 8 anaweza kuvaa nguo yoyote. Maana juu mnene, chini mnene, anaweza kuvaa nguo yoyote. Namba 1. Namba 1 maana yake ni Namba 1, yani huyu nguo zake ni za kipekee pekee. Akivaa kwa kweli namba 1 asivae dera. Akivaa dera anakuwa kama mdoli yuko katikati. Anatembea tembea na kadhalika na kadhalika. Wewe mamangu ulioko hapa, mavazi ni heshima. Jifunze kuvaa mavazi yanayoendana na mwili wako. Jipende, jipende, jipende. Mwanamke yoyote siku zote mwanamke anajipenda. Usianze kusema eti uzee umeenda, sasa hivi meno yametoka, navaa vizuri kwa ajili ya nani? Hamna, unavaa vizuri paka kaburini. Vaa vizuri. Vaa vizuri. Jipende. Utaanza kuvaa vibaya hapa, alafu watu watakuchukia, utaanza kujichukia na wewe. Ngoja nipokee mkwanja kwanza hapa. Namba 9 imekuja anasema eti. Kwa hiyo
hiyo jipende. Mizigo mingine ni kwa sababu ya kuigaiga watu. Wewe hauko hivyo. Jikubali, pokea kama baraka kutoka kwa Mungu. Pokea kama baraka kutoka kwa Mungu. Na kuomba ujipende, ujikubali. Jamani, Mkwanja naomba unanisumbua mimi Mchaga mwenzenu. Kwa hiyo ndugu zangu wapendwa, kama mama, jamani ekeni kisonzo hapo. Ekeni kisonzo. Namba 9 wanakuja jamani, samahani kwa usumbufu. Watu wanasema namba 9 ndio wanakuja kutoa sadaka zao za shukrani. Basi tuendelee. Hiyo ilikuwa nimechomekea tu ili msilale. Lakini ina ujumbe. Jikubali. Epuka kwanza kuigaiga watu. Mshukuru Mungu kwa jinsi ulivyoumbwa. Zaburi ya 139. Nitakushukuru kwa jinsi ya ajabu. Nashukuru. Umeumbwa kwa jinsi ya ajabu ya kutisha. Jikubali. Wewe ni baraka. Hakuna mtu anafanana na wewe dunia nzima. Tafuta, nenda mahali popote. Hata mtu yote akikudharau, usikubali. Give it negativity. Yani mtu yote akikudharau, ipe negativity. Yani jione hewa tu. I am very special, unique. Wewe tafuta father case sehemu yote utamkuta tu hapa ndio unatoa seminar sasa hivi. Ndio unatoa neno hapa sasa hivi. Najikubali. Epuka tabia pia za minazi. Mtu wa mnazi una tabia ya kusoma agenda za vikao za miti mingine kabla kikao hakijaanza, kwa sababu ni mirefu. Sasa kuna watu wako kama minazi. Kazi yao ni kuchungulia maisha ya watu. Wako busy. Jirani amevaa nini leo? Ngoja tuone. Utakufa mama yangu, utakufa. Kina mama, hizi ni baadhi ya tabia ambazo ninyi wenyewe zinawasumbua na wakati mwingine zinawanyima raha. Mnakubeba mizigo ambayo haina maana yoyote. Mmewatesa waume zenu, ninunulie kama mama nani. Mimi nataka gari, nataka hivi. Jikubali. Hata watoto wenu shuleni wamejikuta akiwaona wenzao, wanataka wawe kama wenzao. Lakini mambo hayako hivyo, maisha yako tofauti. Angalia pia na hali yako. Unajikubali kwa jinsi ulivyo. Ukijikubali ni kitu kizuri. Sasa hii tungekuwa nayo, baadhi ya chuki tungeziondoa nyingi sana. Kwanza unapenda baraka za mwenzako. Naweza kusimama bila kumwangusha mtu. Sio lazima nipige mtu teke ili nisimame. Naweza nikasimama bila kumchafua mtu. Niliwahi kusema kwenye mtandao, kama chungu cheusi kina uwezo wa kupika wali mweupe bila kuuchafua, kwa nini mimi ninapoambiwa ongea kuhusu mwenzako, kwa nini nisiongee bila kumchafua? Kwani lazima nichimbe shimo la taka juu ya jina la mwenzangu? Sio lazima. Ndugu zangu, tunachukiana, tunashindwa kutambulishana vizuri kwa sababu ya wivu, kwa sababu ya kushindwa kujikubali, kwa sababu ya kuwaonea wengine kama vile wamebarikiwa zaidi kuliko wewe. Hiyo ni mizigo. Naombeni itueni mizigo hiyo hapo. Kuwa karibu na Mungu ni kuamua kuacha yote. Kuna watu wana pesa, kuna watu wana mali, lakini hawana amani. Hawana Mungu. Mungu haipo. Amani ya kweli haipatikani kwenye mali, kwenye cheo. Amani ya kweli inapatikana katika Mungu. Ukiwa na Mungu, hata kama ni maskini, unaweza kutana na maskini amevaa shati lake, anacheka, analala usingizi, anakoroma huyo. Kutana na jamaa na sheli 4. Ukimwambia nilala lini, anafuatilia magari yake. Moja limepata panja liko Chalinzi. Halali, lakini jamaa amelala kwenye kibanda tena kinavuja upande mmoja. Anapiga usingizi, anaamka saa 3. Boss. Lakini ana Mungu ndani yake. Ndugu zangu wapendwa, kuwa karibu na Mungu. Kukubali uongozwe na Roho wa Mungu. Nira pia ya Mungu ni Roho wa Mungu. Ile anayekaa ndani yako, anayekuongoza ufanye nini. Hii ni nira ya Mungu. Ni sauti. Kwa kanisa Katoliki tunafahamu kuna ile tunasema the church is infallible.
Kwa mfano kwa kanisa Katoliki, huwa naongea kwenye mtandao, nishawahi kusema kwa kanisa Katoliki infallible kimaanisha kanisa, yani kwenye eneo la maadili na eneo la mafundisho ya imani haliwezi kukosea kufundisha, halitaka likosea kwa sababu Roho Mtakatifu yuko pale. Kanisa Katoliki litakwambia bwana, ubaya ni huu, hutaki nichukie, nipende, nuna, ruka juu, ubaya ni huu, ni huu. Ni kama vile sema iliyoandikwa imeandikwa. Yani ni hivyo. Hakuna siku hata unaweza ukatutafuta ukakuta pengine padri mmoja ukamdanganya ukampa viela akadanganyika, lakini ukitukuta tuko wote, au pengine ukute pengine kwa mfano tu ukutane pengine na baraza la maaskofu, uende tu ukalidanganye likubali kwamba wewe uovu wetu tuende huku tuache huku, halitakaa. Hiyo itaka itokee. Utakamata hapo mmoja sawa, lakini huwezi kukamata wote. The church is infallible. Maana Roho wa Mungu yuko pale anafundisha mafundisho ya kweli yaliyonyoka. Kwa ndugu zangu wapendwa, Roho wa Mungu ndiye mwalimu wa kanisa. Na kuhusu imani halitayumbishwa, litaongea kuhusu imani yake. Ndivyo kanisa Katoliki lilivyo. Nimeelezea tu kidogo kwa sababu mimi ni Mkatoliki. Nimeelezea tu kidogo, wala usikereke. Ndugu zangu wapendwa, sasa kama kina mama, kuna watu wa mfano, sisi wote tunaamini Biblia takatifu. Naombeni niwatajie baadhi ya maeneo ambayo kina mama wengi wamefanya vizuri. Na niwataje majina ya kina mama haraka haraka na kumaliza. Wewe mwenyewe kuna nira umejitia. Pengine kuna mganga anakuongoza, hiyo ni nira ya mganga. Mateso sana. Kuna mchungaji anakuongoza lakini unaona kabisa anakuongoza kitamaa. Hakai kwenye msingi wa kimungu. Hizi ni nira zinazotesa, ni mizigo. Sasa angalia sana kabla ya kuingia kwa wanawake hapa. Angalia sana mashindano yasiokuwa na maana, achana nayo. Kushindana na watu bila sababu, achana nao. Na vitu kama hivyo vitakukosesha raha. Kaa kwenye laini yako. Kingine, usikubali mtu akulazimishe utende kinyume na dhamiri yako inayokuongoza kwa Mungu. Usitake mtu akuambie fanya hivi, nitakupa hivi. Wanasema tumbo halina dini. Tumbo halina dini, linamwabudu yeyote anayelilisha. Uwe makini. Tumbo halina dini. Unaweza kuwa na dini yako vizuri, lakini kwa sababu ya tumbo lako likakufanya ukakana kile unachokiamini. Chunga sana dhamiri yako, chunga sana mahusiano yako na Mungu. Chunga sheria za Mungu, usiwe kama Eva. Eva alidanganywa bustanini na shetani, akasahau amri za Mungu, akasahau maagizo ya Mungu. Mama yetu wa kwanza kabisa tunamtaja mfano. Mama yetu wa kwanza Eva alidanganywa na muovu, akaingia kingi. Na wewe usikubali kulazimishwa kuingia kwenye dhambi kwa sababu ya tumbo. Bora ufedheki, bora upigwe kofi kwa sababu ya ukweli kuliko upewe zawadi kwa sababu ya uongo. Wanawake mbalimbali. Leo umekusanyika hapa kama wanawake kutoka makanisa tofauti, lakini tukiunganishwa na neno moja, Mwokozi mmoja na tumaini moja. Utofauti wetu si kikwazo, ni zawadi. Katika siku hii ya sala tunaitwa kuombeana. Kwanza si wenyewe tuombeane, kuinua neno la Mungu pamoja. Tunatumia Biblia, maandiko haya, kusikilizana na kuponyana. Wanawake wakisali pamoja, hapa naingia kwenye Biblia sasa. Wanawake wakisali pamoja, milango ya mbinguni hufunguka. Nisikilize vizuri. Wanawake wakisali pamoja, milango ya mbinguni hufunguka. Wanawake wakilia mbele ya Mungu, vizazi vinabarikiwa. Wanawake wakisimama pamoja, shetani hukimbia. Katika Biblia wanawake walikuwa wabeba neema za pekee. Bikira Maria, mama wa Mungu, alimbeba Yesu. Ndiye tunayemtumia Bwana wetu Yesu Kristo kumgaragaza shetani. Aliyebeba hii neema ya pekee ni mama Maria. Wewe mama, beba neema ya pekee. Shirikiana na wenzako tumgaragaze shetani. Muige mama Maria. Wabeba maombi kama kina Hana, mama yake Samueli. Mama yake Samueli alienda kwa imani, akasali mbele ya Mungu, akampata mtoto Samueli.
Tena alienda katika shrine ya Shilo akasali, akaonekana kama vile amelewa hivi. Hata wewe wakati unasali, kuna watu wanaweza akakumistreat wakadhani wewe umelewa kama umechanganikiwa. Usio na wasiwasi, Mungu anakuelewa vizuri zaidi. Kuna kina mama wabeba huduma, Martha na Maria, wabeba huduma, walimhudumia Bwana wetu Yesu Kristo. Na wewe katika familia yako uwe na marafiki, hata wachungaji, mapadri, wawe ndio wanaotembelea hata kwenye familia zako. Sio kila siku waganga wa kienyeji, sio ametoka Kigoma, sio amerudi huyu na nini, ameleta mfupa wa samaki, au sio kitu gani. Utateseka sana. Kuna wanawake wabeba imani. Unakumbuka yule mwanamke Mkanaani, Canaanite woman. Huyu alikuja kuomba mtoto wake aponywe. Japo Yesu aliongea, alijaribu, alimtesti, akaongea kama kumkejeli hivi. Si vizuri kuchukua chakula cha watoto na kuwatupia mbwa. Yeye akasema, lakini hata mbwa Bwana si wanachukua makombo hapo chini. Yesu akamsifu huyu mwanamke huyu. Na wewe kuwa one of them. Uwe mmoja kati ya wanamama wenye imani. Hata majaribu yanapotokea, uonyeshe kwamba bado na kuamini. Wanawake wanaotoa ushuhuda, kina mama wanaotoa ushuhuda. Maria Magdalena, tunajua vizuri, alitoka kaburini, alikuwa kwanza kutoa habari ya ufufuko. Mama huyu, na wewe uwe mtoa habari ya ufufuko, habari ya neema. Acha kupeleka maangamizi, umbea kwa watu. Muige Maria Magdalena, peleka habari ya furaha na shangwe. Kuna wanawake wengine, Agano la Kale, kuna Debora aliyekuwa nabii na hakimu, akiongoza taifa kwa hekima na ujasiri. Tuna Malkia Esther aliyesimama kwa ajili ya watu wa Israeli. Malkia Esther tunamfahamu. Wayahudi walipotoka utumwani Babiloni, waliingia katika nchi yao, lakini wakaenda pia kwa Wapasia au Waajemi, au kwa sasa hivi Wairani. Walikuwa chini ya mfalme wa Irani au Wapasia au Waajemi, walikaa kule. Na huyu mwanamke wa Kiyahudi Esther aliolewa huko, aliolewa na huyu mfalme. Lakini Hamani akafanya namna ujanja kutaka kuangamiza Wayahudi. Hakuwapenda Wayahudi. Esther akaingia kinyume na desturi. Kuingia kinyume na desturi manake ni kama kuingia ikulu bila taarifa, utapigwa shaba. Yeye akaingia kinyume na desturi, akamwambia mfalme kwamba mimi na wenzangu tumetangaziwa kuuawa. Esther akafanya Wayahudi wakaokolewa, Hamani akanyongwa. Mpaka leo Wayahudi wanashangilia siku inayoitwa Purim kwa Kiebrania. Yaani hiyo siku wanatoa zawadi kwa watoto, wanashukuru ile siku Wayahudi waliokolewa mikononi mwa Hamani. Hiyo siku wanaikumbuka mpaka leo. Wale wanaofuatilia vita vya Irani na Israeli, unaona Wayahudi wakiwa kwenye maandaki wanasherehekea Purim manake hiyo siku ambayo Esther alifanya wakapata ukombozi. Kwa hiyo uwe kama huyu mama Esther huyu ambaye wanamheshimu. Kuna mwanamke Priscilla huyo akiwa na Akila mume wake, walikuwa ni marafiki wa Paulo, walikuwa wakaandamana, walikuwa wazuri sana. Kwa hiyo uwe mama, uwe mrafiki wa watu wa Mungu, wa kuleta baraka nyumbani kwako. Priscilla na Akila walimfundisha Apollo, walimuelekeza Apollo. Tuna yule mwanamke wa Kifilipi, Philippian woman Lydia. Huyu pia alikubali kanisa lijengwe nyumbani kwake, akawakaribisha kina Paulo na Sila nyumbani, kanisa likajengwa. Uwe kama huyo mama namna hiyo. Tunataka watu kama hao. Tunakumbuka pia alikuwa rafiki wa Timotheo na anaheshimika sana na kanisa la Ulaya. Haya ni kina mama. Lakini ndugu zangu wapendwa, kuna mwanamke tena mwingine tunamfahamu, Abigaili alikuwa ameolewa na mwanaume anaitwa Nabali. Ukisoma kitabu cha kwanza cha Samueli sura 25, utamwona huyu mama, baada ya huyu Nabali alikuwa na watu wake wachungaji, wakaenda kuchunga shambani tuseme nyikani, wakamkuta Daudi na wanajeshi wake wanajificha, kwa sababu Daudi alikuwa anakimbizwa na Absalomu mtoto wake. Wakati wanajificha kule, wale watumishi, Daudi akawaambia, naomba ukamwambie Nabali, siku kukata kondoo manyoya kwa ni kama ni sherehe,
tuombe hapo na tuombe nyama kidogo, kwa sababu tumekuwa wote huku jangwani. Mume wake ni Nabali, hakuwepo nyumbani. Aliporudi akapewa story kwamba kuna watu wametumwa hapa na Daudi, alafu mume wako amewakimbiza na kuwatukana. Yule mama akaingia, hata hatukuwadhuru, tulikuwa mabesti zetu. Lakini cha ajabu, alibeba akafika njiani, Daudi akatuma watu wakaombe nyama kwa Nabali. Nabali alikuwa ni mwanaume Daudi, alafu mume wako amewakimbiza na kuwatukana. Yule mama akaingia ndani, akaoka mkate, akatengeneza vitu haraka nyama, akabeba. Alivyobeba akafika njiani, akakutana na Daudi akiwa na troop, akiwa na wanajeshi wake wanakuja kuangamiza familia yake. Yule mama akapiga magoti, akamuomba Daudi, naomba utusamehe, naomba usitudhuru. Daudi akanyosha naye mikono akasema, Mungu, nakushukuru kwa hekima uliyompa huyu mwanamke, hata umenizuia mimi mtumishi wako nisimwage damu. Nakushukuru sana. Abigaili akazuia Daudi asimwage damu ya mtu. Na wewe mama, hakikisha unazuia watu wasimwage damu ya watu. Unamwangalia nani? Hamnielewi? Iga tabia ya Abigaili. Usimwage damu, usitoe mimba, na hicho unachowaza kiko huko. Abigaili alizuia Daudi asimwage damu. Damu ya mtu sio mbuzi. Kimiminika chenye thamani kuliko vimiminika vyote duniani ni damu ya mwanadamu. Sio bia wala whisky wala Heineken. Kimiminika chenye thamani cha kuheshimu na cha kuogopa ni damu ya mwanadamu. Abigaili alimzuia Daudi asimwage damu. Wewe kama mwanamama, naomba uzuie kwenye jamii yako watu wasimwage damu. Kama nimesema vibaya, toa ushahidi wa neno baya. Lakini kama nimesema vyema, mbona mnashangaa? Mtajiju. Mwanamke mwingine ambaye hakufanya vizuri alimwaga damu. Herodia alifanya Yohane Mbatizaji akakatwa kichwa. Sifa mbaya. Wewe kama mwanamke usiige tabia za Herodia. Herodia alikuwa anatembea na Filipo, ndugu yake Herodi. Akaambiwa acha mchepuko. Acha. Na wewe mama uliyoko hapa, acha mchepuko. Utakasirika, utaenda kuua aliyesema uache kama Herodia. Yohane Mbatizaji akaenda kukatwa kichwa bure kwa sababu ya mwanamama aliyetoa ushauri. Na wewe mama uliyoko hapa, epuka tabia za kiherodia. Nyie jifanye kama mnisikii. Najua mnaelewa, ndio maana mnajifanya kama vile hampo, kumbe mpo. Tabia za Herodia epuka kabisa. Lakini pia tuna mwanamke mwingine ambaye hakufanya vizuri. Tuna mwanamke Delila. Hata kama jamaa anapigana jeshini, anaendesha jeshi submarine, sasa jamaa nimekuwa combat liko, lakini binti akipita kwa hello, unashangaa jamaa anasahau mpaka bunduki zake. Kwa nini? Kuna ushawishi ambao Mungu ameuweka. Hata majasusi wengi duniani wanatumiaga wanawake kukamata. Tunamkumbuka Delila. Delila alimdanganya nani? Yeye mna ushawishi. Msikubali kutumika katika shetani, mtumike katika hiyo gharama. Mna tabia ya kuonewa huruma. Ni tofauti na sisi wanaume. Nikikutana na mwanaume na mwanamke wanapigana hapo. Hata kama mwanaume ndio anapigwa, utashangaa watu watakuja watamuokoa yule mwanamke. Na mimi ambaye napigwa bado utapigwa tena. Ndugu zangu wapendwa, kuna mizigo ya nyie kina mama mna ushawishi mkubwa sana. Mna uwezo wa kufungua mke wa Lutu. Mnakumbuka? Aliambiwa usigeuke nyuma. Tii sheria za Mungu. Mambo ya kugeuka nyuma utakuwa mnara wa chuma. Nimewahi kutoa mfano kama kichekesho fulani. Nikasema kwa mfano mke wa Lutu aliambiwa kwamba usigeuke nyuma. Sasa tuashumu wakati unafunga ndoa, wanakupeleka ni kupeleke kwa
damu za wanaume. Hata kama jamaa anapigana jeshini, anaendesha juu submarine, unakuta jamaa limevaa combat. Sasa tuassume wakati unafunga ndoa, wanakupeleka nikupeleke kwa baba paroko. Unaenda pale unafunga ndoa. Wewe Joni na Ana, tuseme aliyeunganisha Mungu mwanadamu asitenganishe. Manake atakayejeuka nyuma atakuwa mnara wa chumvi. Tuashumu kama ni maneno haya yanatumika. Hivi leo hii tungekutana na vichuguu vingapi barabarani? Ni wangapi? Mimi nawaambieni mama zangu, nawajua kuna wengine mna wanaume pasua kichwa. Pasua kichwa. Yani basi tu. Ni kama mbuzi aliyekata kamba. Wanaenda kwenye mashamba ya watu kula huko mahindi. Na mahindi mengine yamepigwa dawa. Wanarudi wamevimbiwa. Wamechoka. Kuna wengine hawaachi hela yote nyumbani. Unajaribu kuwaza. Unaangalia wanaume wengine na wanawake wengine wanavyoenda kanisani pamoja, unatamani. Unajiangalia, unaona hivi Mungu umenileta kwenye huu moto ni rostiwe mpaka lini? Ni kweli. Ni kwa sababu usikiliza tu watu. Lakini mwanangu nakwambia, wapo ambao sasa hivi wana level ya kusali wako juu. Lakini ukijaribu kuchunguza kwa nini anasali hivyo, ni kwa sababu anamwombea mume wake abadilike. Pengine Mungu ameamua kumshikilia hapo, akupandishe kwanza level ya sala kwanza. Upande, uanze kusali paka novena zote, ufunge paka tatukavu. Kwa sababu ulikuwa una uvivu wa kusali. Sasa hivi mume wako amebadilika, sasa hivi unasali sio mchezo. Sasa najua unapitia changamoto kama hizo. Na kuombea. Kuna wanaume hawana muda wa kuongea na wake zao. Wakirudi kazini wako busy na simu. Naomba ukifika nyumbani, mwambie naomba uoteshe mti hapa kwenye njia ya kuelekea nyumbani. Ukitoka kazini, unaoshika huu mti, unasema ya kazini yote nayaacha hapa, sasa hivi naingia Yerusalemu. Wakati anatoka Yerusalemu, ashike huu mti aseme sasa naondoka Yerusalemu, naenda kwenye kati. Itasaidia. Mwambie. Lakini wapo kina mama ambao wakipata pesa wanakuwa wajeuri. Wanasema kama mume wako ni mrefu na wewe ni mfupi, mume wako tayari kukunong'oneza jambo. Kama wewe ni mrefu na mume wako ni mfupi, uwe tayari kuinama na kumnong'oneza jambo. Ikimaanisha kwamba kama wewe kipato ni kikubwa, una uwezo zaidi, basi ujitahidi kushirikishana na mume wako. Usiibe sifa za baba. Hii italeta shida na mizigo itakuwa mingi katika familia yenu. Nimalizie na story ifuatayo. Nina mdomo najijua. Namalizia na mdomo wangu. Story ifuatayo. Baba na mama walikuwa na mfanyakazi wa ndani. Binti. Huyu binti alikuwa mwashikoro mageni. Mnajua mwashikoro mageni? Wasukuma, yani mshamba. Alikuwa elewe mwashikoro. Sasa huyu sasa siku moja, kama unavyojua watu wafanyakazi wa ndani huwa tuna tabia ya kuweka kwenye vyumba ambavyo si vizuri sana. Sasa baba na mama wakamuita, akamwambia njoo. Walivyokuja akaingia chumbani kwao. Chumbani kwa mama na baba kulikuwa kuna AC nzuri inapuliza. Akaangalia kitanda akaona 6 kwa 6. Yule dada akaanza kuuliza, nitakaa niweze kulala sehemu kama hiyo kweli? Yaani mbona patamu hivi? Alafu kuna ubaridi. Mungu, nitakuja kufa kabla sijaonja eneo kama hili. Basi wakamwambia, kesho tukienda kazini utakuja uwashe AC hapa, udeki, utandike na kitanda. Akasema sawa. Kesho yake yule binti akaenda akachukua maji, dekio, akadeki haraka, akachukua shuka, akatandika, akawasha AC. Yaani kukaa kuko vizuri. Akaanza kujisikia kama anataka kucheza huko ndani. Baadaye akalala kitandani kidogo, akasema, jamani, kuna watu wana enjoy. Lakini akasema hapana, lazima nije nilale hapa kitandani, nipaonje, nipa test. Akarudisha madekio kila kitu. Akaamua kuingia kitandani. Akasema ngoja nijifunike na blanketi ni test kitanda jinsi kilivyo kitamu. Akalala, akajifunika, akaacha tu vinywele kwa nje. Akakaa akawa anasema jamani, wakati anasema akaishia usingizini.
Na unajua usingizi wa AC ulivyo, total sleep. Wa kwanza kurudi akawa ni baba. Acha dhambi, najua unawaza nini. Utapata dhambi, najua unachokiwaza. Sina maana hiyo. Baba aliporudi akasema, mke wangu amechoka. Yaani anakoroma kabisa, wala hata sauti hamna. Basi acha simgusi, acha tunibalishe nguo, nilale hapa, simgusi, acha akate usingizi uishe kabisa. Basi baba na yeye akaingia pembeni, akajibanza pale, akalala. Na yeye akaishia usingizini. Kifuatacho ITV. Mama akarudi nyumbani. Mama akaja akafungua mlango, akaona watu wawili wamelala kitandani. Kwanza akapangusa kwanza, akasema, hivi naona watu au naona mti? Akasema, aha, kumbe hii ndio tabia mnayofanya. Sasa nikachukue rungu au panga au shoka, namaliza watu na kesi inaisha. Akaenda kuchukua panga, akaja akapiga ule mlango, kong kong, amkeni. Ule binti akawa kwanza kushtuka, akakaa anatetemeka. Muda si muda baba naye akashtuka. Kushtuka baba anaona mke wake yuko kule. Huyu nani? Sasa ndugu zangu, naombeni ushauri. Tutatumia maneno gani tumueleweshe mama ili ajue kwamba kulikuwa hakuna shida yeyote? Kuna hasira unayo, kuna noma unapanga, kuna mzigo umebeba, unataka kupasuka. Kaa chini, tafakari. Ndugu zangu wapendwa, kila mtu ana jibu lake. Kuna matatizo unapambana nayo, haujachunguza vizuri. Kachunguze vizuri. Kuna hasira unayo, kuna noma unapanga, kuna mzigo umebeba, unataka kupasuka. Kaa chini, tafakari vizuri. Pengine haipo kama unavyofikiria. Mwisho wa mdomo. Tumsifu Yesu Kristo.